tafadhali turekebishe. Sema hapana, wacha. Unasema ulikuwa ukizungumza kwa heshima, ila umejitokeza hadharani ukasema kuna wakati karibu mpige kofi. Sijui hilo unaweza ita ni heshima ama ilikuwaje ikafikia wakati karibu mpige kofi? Sasa iko siku moja amenitukana pale kwa airport. Alikuwa anaenda China. Iko Chief of Defense Forces hapo General Kahariri, iko Felix Kosea, iko Kidiki hapo, ananitukana majina chafu. Nikamwambia usinitukane mbele ya hawa. Si ndio? Kama unataka kunitukana si acha hao watoke unitukane. Mwanaume kwa mwanaume. Mimi ndio I am more than him. I'm more than the president. No. I'm saying I'm more than him by 1 year. So mimi ni kiongozi. Mimi pia ni mzazi. Pia mimi ni mtu ameheshimika na watu wengi. Huwezi kunitukana kama mtoto ati kwa sababu yeye ni rais. Mimi pia nilichaguliwa kama yeye. So lakini mimi sikutaka kumjibu, nikamwambia rais, hakuna haja unitukane mbele yao wafanyikazi yako. Sawa mheshimiwa, niruhusu nikuulize swali moja. Umekuwa ukizungumzia mara kwa mara machafuko yaliyotokea mwaka wa 2007 baada ya uchaguzi. Na ukasema kwamba rais ni muuaji, aliua watu pale Kiambaa. Mheshimiwa, unajua vizuri jamii hizi mbili ambazo zilikuwa na shida huo wakati, kwa sasa hizo vidonda vimepona. Wewe kama kiongozi unapozungumzia mara kwa mara, hauoni kwamba unaamsha vidonda ambavyo vilikuwa vimepona? Ni kweli. Mimi nakubaliana na wewe. Hiyo maneno ya Kiambaa yote tulisemea rais na watu wengine na tukawachana na tukasonga mbele. Lakini saa ile Murkomen ametumana kanisani. Watu wamepigwa kanisani, wa mama na watoto. Watu wanaanza kukumbuka ile kidonda. Unajua kidonda inatakiwa ipone, lakini ikipona unakuja unatoa ile ngozi, hiyo kidonda inarudi. Hii debate ya Kiambaa imerudi kwa sababu mara 3 sasa pale PCA Mwiki wakora wamekuja kupiga wamama na watoto na sisi kanisani. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. Tumeenda pale PCA Kariobangi. Unasikia? Watu wamepigwa kanisani na tear gas na polisi. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. Pale ACK Witima Church Othaya, maofisa 12 ya polisi wamekuja na Land Rover, Land Cruiser 2. Wamekuja na AK47, wamekuja na tear gas. Wamepiga watu kanisani risasi, wamepiga tear gas. Watu wameanza kusema, kwani hii maneno Ruto walifanya huko Kiambaa imerudi tena? Mimi nimefufua kidoda. William Ruto na Murkomen ndio wamefufua hii kidoda. Wakitaka ipoe, hapana, lazima sisi tuongee. Unaposema yeye ni muuaji, wewe kiongozi. Mimi nakuuliza hiyo watu walikuwa Kiambaa waliuawa ama kuuawa? Nani aliuawa? Mimi nauliza waliuawa ama kuuawa? Waliuawa. Hiyo ni mauaji, si mauaji. Nani aliuawa? Mimi nasema hii watoto wamepigwa risasi, na amesema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Nani amesema? Nani amesema watu wapigwe risasi kwa mguu? No, tunasema wacha hii yote mauaji ni mauaji. Na hii maneno ndio imefufua mambo ya Kiambaa. Kama wanataka hii mambo ya Kiambaa ipoe, wawache kuua watoto. Wawache kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Wawache kutuma wauaji kanisani kuua watoto na akina mama. Unasikia? Hawa wenye usalama akina Murkomen na wengine ndio wamevuvua hii debate. Na hii debate haitaisha. Hii debate itaisha wale watu walivamia watu kanisani wakishikwa, serikali ijiondoe. Watu wapelekwe kotini kwa sababu walionekana. Polisi walionekana. Lazima sisi tutakumbuka ile ilifanyika. Unajua kitu ikifanyika ambayo inafanana na kitu ilifanyika 20 years ago, lazima ukumbuke ile ilifanyika wakati ule. Alafu Rigiji, wacha bado turudi mambo ya Rift Valley. Ikiwa umesema tofauti zako na Rais William Ruto, hiyo ni yenu pekee yenu, haihusiani na jamii, sivyo? Mbona siku hizi wakati unafanya campaign hujatembea sana Rift Valley venye ulikuwa unakuja kitambo? Asante sana. Why sijatembea Rift Valley? Rais ananipiga nyumbani. Nikienda kanisani anatuma wahuni wananipiga. Anatuma polisi wananipiga. Mimi nimepigwa mara 24. Sasa kama ananipiga nyumbani na nikija kwa college, mimi nataka niulize swali. Ananipiga nyumbani na mimi nauliza, siku William Ruto amekosana na Uhuru Kenyatta, alikuja Mlimani for 5 years. Hakuna siku hata moja Rais Uhuru Kenyatta alimtumia watu wampige. Hakuna hata siku moja alipigwa na wahuni.
Hakuna hata siku moja alipigwa risasi. Hakuna siku hata moja alipigwa tear gas. Sisi alitufukuza. Mbona anatufuata mpaka nyumbani? Anatufuata mpaka kanisani kutupigia ndani ya kanisa kutuua. Sasa watu walikuwa na wasiwasi, anasema kama wanatumana uwawe kanisani, nyumbani Mlimani, ubaya ni kwetu nyumbani Nyeri. Kama watu ya serikali wametumana upigwe ndani ya kanisa nyumbani, na ukienda Kericho na ukienda Nandi. Lakini nimeambiwa na watu ya nyumbani, wewe ni Mkenya na wewe ni kiongozi, hao Wakalenjin walikupigia kura, hawaja kukosea, tembea waende watembelee. Kama watakupiga, tunataka tuone, tujue kama shida ni Wakalenjin ama ni William Ruto, kwa sababu vile wewe umetueleza Wakalenjin hawana makosa. Mimi naambia watu ya Mlima, msilaumu Wakalenjin kwa hii shida tuko nayo na William Ruto. Hata jana wafanyabiashara Githurai wamebomolewa, wameumizwa. Watu wakitaka kulaumu Wakalenjin, nikasema hapana, huyo ni mtu mmoja, ni William Ruto. Sasa wazee wameniambia na mabishop, ndio tuelewe na tufafanue kabisa shida yetu, kama ni jamii ya Kalenjin ama ni William Ruto. Tunataka uanze kutembea huko, kwa sababu hiyo watu walikupenda, tulikuona huko, anza kuwatembelea. Sasa siku ya Jumatatu nitaenda Kisii, naenda kusaidiana hapo na Dr. Fred Matiang'i. Tumeenda huko mambo ya one town, tunaenda kunyorosha maneno huko na tuelewane na jamii ya Kisii. Nikipita nitapita Mlot, nipite Longisa, nipite Bomet, nipite Sotik, niendelee Kericho, niendelee Kerenyo huko Kisii. Kama nitapatana na watu wa Kipsigis wako kwa hizo matown asubuhi kutoka saa 4, mimi nitawasalimia. Ningetaka kuona kama watanipiga. Mimi sidhani wa Kipsigis watanipiga kwa sababu sijawakosea. Mimi nimekuwa mtu ananipiga nyumbani kwetu. Wazee wametaka kuona wa nyumbani na mabisho. Kama hao Wakalenjin wako na shida na wewe ama na William Ruto, wameniambia tembea. Wameniambia tembea kwa Wakalenjin. Wakikupiga ni sawa, wakikuua tutazika wewe nyumbani. So nikuelewe vizuri mheshimiwa, so mikutano yako ambayo umepanga kwenda eneo la Rift Valley, si eti kwamba umepanga kwenda kuzungumza, unaenda kupima kama jamii na watu wa Kalenjin. Mimi ningependa kuongea na watu ya Wakalenjin kwa sababu lazima niwatetee. Lakini vile umesema wazee wameniambia, sasa wazee wamenipatia encouragement. Mimi nitaka kwenda, ninaogopa because hao Wakalenjin hawana mtetezi. Wabunge wamenyamaza, senator wamenyamaza. Nani atatetea hawa? Mimi natetea wa Somali, hawako